Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baadu, ima baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma kipenzi chetu mtume wetu khataman anbiyai wa imamul mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karibuni katika mwendelezo wa madarasa yetu, katika vipindi vyetu vinavyoendelea vya kupatisha elimu, hususan katika majukumu ambayo kwamba yanatusababisha hapa duniani. Leo tuko katika hali mbaya sana. Leo dunia imejaa watu wanalia machozi, lakini wanalia na kitu gani? Leo watu wanakuwa wanasikitika, badala ya kulia na vita, kwamba leo kuna vita vya kidunia, vita vya nini. Lakini ukiachilia haya mambo ya kimataifa, kwamba haya ni mambo ya kitaifa tu na kimataifa, leo ndugu zangu, tuna dhiki moja kubwa sana. Dhiki hii ni dhiki ya ulofa, dhiki ya umaskini, dhiki ya utee, dhiki ya utengeru. Yaani ni mtu kuwa kwamba wewe huna kitu chochote kabisa kabisa kabisa, abadan. Sasa huu ni mtihani mkubwa sana. Katika hali yoyote ile huwezi ukaaminiwa kupewa madaraka kama wewe ni mtu atee, huna kitu. Huwezi ukaaminiwa mahali popote kupewa madaraka, kwa sababu anajua utadokoa tu. Mara nyingi maskini huwa haaminiki mahali popote. Ukipita tu, hata ukipiga hodi nyumbani kwa mtu, ataambia watoto, mchungeni huyo asiingie, mwangalie asije akaingia ndani akachukua kitu. Kwa sababu unajulikana ni mtu, hakuna kitu kibaya sana ambacho kitamwangamiza mtu katika hii ulimwengu. Hakuna kitu kitamuingizia mtu maradhi kama umaskini. Umaskini ni kitu kibaya sana. Kukosa kitu ni kitu kibaya, maana kuna umasikini, kuna ufakiri, kuna ulofa, kuna utee. Yaani tee ndio kabisa, kwamba hata ya kula inaleta, inasumbua. Sasa ndugu zangu, haya yote tunayataka sisi wenyewe kwa ajili ya uhaba wa elimu. Tumekuwa elimu hatuna, ufuatiliaji hatutaki. Mtu akishajisikia kwamba mimi hali yangu imekuwa ni mbaya, basi anakata tamaa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuumba sisi anatufahamu vilivyo, ametukataza kwamba msikate tamaa. Hakika ambaye kwamba anakata tamaa yuko mbali kabisa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hapa duniani tunaishi kwa ajili ya mitihani. Lengo na madhumuni ya kuumbwa kuja hapa ni kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale Mwenyezi Mungu aliposema, sikuwaombeni majini na wanaadamu ila waniabudu, wamwabudu yeye. Sasa leo hizi ibada leo tunazikataa za kumwabudu yeye, basi tunabaki na hofu ya maisha, mnashindwa kujaribu. Leo mtu ukipata msukosuko kidogo tu umenyong'onyea, umekata tamaa. Napenda nikuonye, hayo siyo maisha. Jaribu. Sasa kwa siku ya leo nakuletea somo moja kubwa sana ambalo nitakueleza kwa muda mfupi kabisa. Somo ambalo linasema lala maskini, amka tajiri. Ninaposema hivyo sio kwamba ni mchezo wa kamari kama mtu unavyoweza kufikiri, kwamba itakuwa vipi leo nimelala nikiwa hali ya kuwa mimi maskini, kesho naamka nikiwa tajiri. Naam, baada ya dhiki faraja. Misemo hiyo wazee wetu hawakuwa wanakosea. Ilikuwa ni misemo wahenga wetu walikuwa wanaizungumza toka zamani. Baada ya dhiki faraja, yani baada ya shida raha. Ndio maana yake, kwamba wewe katika hii shida andamana na mimi katika kuelewa kabisa kwamba leo nalala maskini, unaamka tajiri. Kuna njia nyingi sana huwa nazielezea. Naeleza njia nyingi sana za mapito. Kwamba jamani, ulimwengu huu mimi nimeuona, ulimwengu huu mimi nimesoma. Kuna njia 1, 2, 3, 4. Fuata moja kati ya hizi njia, wewe utaongoka hapa duniani, na dhiki ile kusema na maisha ya dhiki hutokuwa nayo abadan asilan. Wewe utakuwa ni mtu mwenye furaha siku zote. Utafanya ibada zako katika hali ya utulivu. Ndugu zangu, ni vitu vichache sana ambavyo wewe unakuwa unavipitia katika vipindi vyako, unavipitia katika masomo yako, unakuwa huvielewi. Sasa leo nitakufundisha lala maskini, amka tajiri. Ni hivi katika uhai wako, tia nia. Mwenyezi Mungu unapomuomba kitu chochote kile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukupa. Leo umelala maskini, ukate usingizi wako katika masiku yako ya usiku. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muombe Rabbi samawati wa Rabbul ardhi. Mwambie, ya Rabbi, mimi wewe ni tajiri, wewe ndio ghani,
wewe ndio kiongozi mkubwa kabisa, wewe ndio mtoaji, humpa umtakaye. Ya Rabbi, naomba unipe mimi, hakika yangu mimi nimekuwa masikini, nadharirika, familia yangu naiona iko hivi. Ya Rabbul Alamina, nipe gari ya milioni 500, unipe mashamba, unipe mashine za kusaga, unipe nini. Ukishafanya maombi yako hayo katika usiku huo, theluthi ya usiku, ukamaliza, ukatanabahi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha ukapata sekunde chache tu za kulala, wallahi thumma wallahi, Mwenyezi Mungu atakuletea njozi. Huwa katika njozi au katika ndoto huwa kuna vitu viwili. Kuna njozi ya shayatini na kuna njozi ambayo Mwenyezi Mungu anakuonyesha njia na kusemesha. Sasa njozi kati ya hizi mbili utakapozipata, ujue njia yako imefunguka. Njozi hii ni njozi ya aina gani? Ambayo asubuhi yake utaamka una furaha, Mwenyezi Mungu atakuongoza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa njia. Ima katika njia ya kuwaona kiumbe wake akiwa anafanya, wewe unamwangalia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kukuambia chukua chombo chochote kilichotengenezwa kwa miti ya asili. Kwa mfano kitu kilichotengenezwa kwa mbao, chukua hicho kitu kilichotengenezwa kwa mbao, basi kitengeneze, ukifunge vizuri, ndani yake weka wakadha. Ukishaweka wakadha, basi ufunge. Ukishafunga, basi kaa siku 7. Hizi siku 7 huwa zinaitwa riadha. Baada ya siku 7 fungua. Mashaallah. Sasa hizi siku kuanzia hiyo uliamka asubuhi kwenda mpaka ile siku ya 7, hapa ndio inaitwa hii riadha, ndio inaitwa subira, ambayo lazima mwanadamu uwe na subira. Subira minar Rahman, subira inatokana Mwenyezi Mungu. Ukishafungua moja kwa moja utakuta utakachokikuta. Ima ukikuta kuna mali, haya; ukikuta kuna fedha, haya; ukikuta kuna yakuti, haya. Lakini jambo hili ni siri, tena ni siri kubwa sana. Wako watu wengine wanakwenda wanafanywa duati kama hizo, anakwenda subira inamkosa, anafungua masikio, anafungua. Kwa hiyo jambo lolote lililokuwa zuri kwako utakuja kuliona vibaya. Jambo lolote linalotokana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akikwambia hiki kitu ni haramu, kina madhara, ukiambia hili jambo ni siri, basi wewe ukasema kwamba kwani wananiona, wacha nilifungue. Ndio maana wengi wanakwama, wengi wanashangaa, wengi wanapata hasara, wanabaki wanalalamika tu na kulalamika. Kwa hiyo wewe nipigie katika simu yangu, nambari yangu, ili upate somo kwa kina kabisa kama wewe. Ili uweze kupata, unapiga moja kwa moja, ninaweza nikakuelimisha kwamba tumia njia hii usiku huu, lala, fanya hivi, ili jambo nenda nalo hivi, ili nenda nalo hivi, utaweza kufanikiwa. Wako matajiri wengi walio Mtume anatuambia kwamba wahurumieni matajiri waliofukarika. Sasa wako matajiri wengi sana wameweza kufukarika. Anapokufukarika ndio anakumbuka alikotoka, anakuja anakuta kumeshakucha, kumekuwa asubuhi. Lakini hawa mara nyingi huwa wanarudi kuamka, kwa sababu wao wanaifahamu taratibu, wanafahamu miko yake, wanakwenda nayo. Ni mimi Sheikh Daud Ibn Abdallah Wasagai, mwalimu wako ninayekufundisha uweze kufuatana na mimi katika namba zinazopita katika chaneli yetu hii tukufu, chaneli kabambe kabisa. Chaneli inaitwa KR 255 Online TV. Karibu tuweze kufuatana katika masomo mengine yanayoendelea. Hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.